Do you think our president is overrated? I know William Ruto, and he's one of the most shrewd politicians I know. But also he's the political animal you underrate at your own peril. Tumbua wanapiga makelele sijui mitandao wapi. Hawa watu wako na kazi ngumu sana. Kushindana na mimi, hawa wako na kazi ngumu. Maneno ya siasa bado. Mambo bado. Tutawanyorosha asubuhi na mapema. I don't want to brag, but I want to tell William Ruto, you don't know any politics. You know nothing. I'll teach you politics next year. I want for people to stop over-glorifying Ruto. And I'll tell you why. In fact, if you put me on a ballot with all that Azimio had, I will have defeated William Ruto. William Ruto simply had the money, the deep state, and the energy. You can't defeat such a candidate, even if it was Caleb Amis. You won't defeat me. But they said the deep state was with Babu. The deep state was been taken by William Ruto long time ago. The deep state that was with Handshake was a shell of a deep state. Do you think that President William Ruto is such a shrewd politician, such a smart politician? Amo, do you think we are overrating the president? We are over-glorifying the president? Okay, I think for me, my opinion, this guy has been in this political arena since 1992. Yeah. Even though they ran the first MP seat. Yeah. So he has been there for a very long time. I think he knows every channel of the elections in Kenya. Huu ni msee mwenyewe amekuwa pale na kina Moi, akakuja akaingia pale na kina Kenyatta. Mpaka walikuja wakakorol in the last term of Uhuru Kenyatta akiwa preso. For sure. Akakuja tena ndio akakuja akashindana na anaitwa nani, Raila Odinga. And let us not forget Raila Odinga was state backed by the government, or he was the opponent that was backed up by the government during the general election. Lakini jamaa bado akamshinda. So kuna vitu ambavyo lazima tuzingatie. Unajua akianza kuongea akisema hawa wase wako chini, okay, tunaweza chukulia very light. But ni msee amekuwa pale, anajua kitu anafanya. Mimi election mimi najua. And this is something that you've heard. We've heard people say, kushinda Ruto si rahisi. Yule jamaa sijui nini ni mjanja nini. Mjanja. Na hiyo ndio swali nilikuwa nakuuliza. Wewe unafikiria Ruto ni mjanja, hiyo design haizi shindwa? Ruto anaweza shindwa. That's what I was saying. And that is why huyu jamaa ameongea hapo mwisho. Caleb Amis anasema the problem is, as Kenyans, we have over-glorified William Ruto. We have assumed he's such a smart guy. Huyu ni msee hawezi shindwa. Tumechukulia ni mjanja. Hawezi shindwa. You know? We have given him so much credit mpaka wase wana give up hata kabla fight ikam. Unapata tu msee anakuambia like hata tukienda bado tu atapita. Like hizo ni manini? Haufai. Mimi like let me tell you guys. Hakuna watu wananiboa hapa nje. Kama watu wanasema uwezi shinda Ruto. The thing is, wewe kama umeamua uko opposition, just go there. Weka hiyo vote yako. Ita count. But usiseme eti huyu jamaa hata tukienda bado atatupita. Like hiyo vote yako yenye unaacha kwa nyumba, hiyo ndio itafanya tupitwe sasa. Na waache hivyo. Yaani unaona wase wenye wanaongea hivyo, wana kampenia Ruto. Unknowingly. Because ukiongelesha watu 10 hivyo, waseme watokei. You understand? My point is, na hii ndio kitu Caleb Amis anajaribu kusema. Umse kila mtu anasema vile alishinda akiwa out of government, sijui alikuwa hana sijui deep state, hana nini. Bro, that is such a lie. In the first 5 years of William Ruto's deputy president, he was not actually a deputy president. He was a co-president. I would say, kwanza, people who used to be in government, they could tell you that he's the one who used to run that government. Because Uhuru, hakuwa hizo. Alikuwa ametulia. Hakuwa hizo. Au sema naweza kuambia, that is when he stole most of his money. The first time, umse alibado. That's why jamaa alikuwa anasema alikuwa na pesa. Unaelewa? Yuko na energy. Na hiyo ndio kitu alitumia. So hiyo ni first
first term. He was a co-president. Hii ingine, hii 5 year ingine, he's still the deputy president of this country. Yeah. Bro, deputy president wa hii country unadhani ni nani anaweza pigia simu akose kushika call? You understand? Hakuna. So people, what sawa bro. Sasa bro, nilikwambia tukirekodi usiniambiage mtu wangu na nitakupiga. Arudie daily. Oh my god. Okay, naelewa. So najaribu kuambia hakuna msee angepigwa na msee akose kushika simu. Lazima tu. Unaelewa? Alikuwa na do, alikuwa na connections, alikuwa na kila kitu. Alafu amejifanya victim in such a way we want to see as if aliwin miraculous. Bro, there was no miracle there. The guy was in government for a whole 10 years. There's no way that, so chances zake za kupita zilikuwa very high. Very high. Tukilinganisha na the late Raila Odinga. Unaelewa? Kwa sababu naye msee kama Uhuru ni msee alikuwa anataka kucheza fair. Na pia Raila, kuna watu wanasemaga ilifika mahali mpaka watu wakauliza Raila wanataka tufanye aje. Raila akasema I want this to be a free and fair election. Kama imeenda. You understand? But tukubali, there's nothing special about William Samoei Ruto. He has only a lot of money, which he has stolen. And once you have money, hata wewe tu uende na pesa mingi kwa kijiji yenu bro, unakuwa MCA mara moja. Sasa tu niingie pale niseme wangapi wamerudishwa shule, hakuna school fees, pewa. Kijiji nimefyeka, vijana wamerudi shule. Utapita wapi ukose kupewa support bro? Unaelewa? Lazima. The other thing yenye naweza taka watu wakuwe very careful about, you see the money aspect. The money aspect ndio inabeba huyu jamaa. Kwa sababu money yani kila msee anataka pesa. Hata watana na sisi wenye tuko huku chini. Bro, hata watu wako na do, ma MPs, ma senators, ma governors, ma CS wase wanalipo mshahara yako ma 2M, bado wako greedy for money. So umse akona limited amounts of money. Akiita Joho anakaambia kaka mbwa. Atakuja tu. Unaelewa? Ni msali kwa me look for William Samoei Ruto. Tafanya nini mimi kwake yule? Na Kiswahili chake cha kikosi. You know? But right now, ako tu hapo anasema bosi. Sasa Ruto akisema yeye ashafanya. Exactly. The only benefit that William Samoei Ruto has over the rest of the United Opposition guys is money. It's not about he's smart. He's not smart. He has just a normal small brain. Ni vile sasa ukuwa na pesa, na politics zetu zimekuwa very monetized. Politics zetu ni pesa bro. I told you, sasa ukienda mahali ukitisha hata wasewanduthi 100 na uwaambie nitawapatia 100, au watu wote watakuvotia. You know, watakuvotia. Kuna wase tunaweza sema walikuwa brilliant and they ran a campaign that was not money backed and they won. People like Barack Obama. Yule msee alikuwa tu hustler. By the way. But campaign yake, it was so good. Aliwin too. Very clean. Aliwin too. It didn't even matter who they were running against. They had to win. But iya Ruto. Ni ado. Ni ado. But ukiangalia sahi Ruto amekuwa unpopular. Yeah. Like most of the citizens are just tired. They don't want this guy to be a 2-term president. For sure. Yani sasa ukienda hata hapo nje ukianza kuongelesha msee, unaona aje atakwambia tu Ruto ni msee mbaya. So hiyo unpopularity tayari ishamtoa. Juzi ndio wase tunaenda kuvote. Na kama si atukutaki, wewe utapitia hapo. Tuseme mimi nataka cause mimi kitu inanibo ni pia wase wa opposition wakianza kubelieve vitu kama hizo ati Ruto is such a shrewd politician. Ukianza kubelieve Wamalo anabonga hiyo ni wewe bro, wewe unafaa kumtoa na ushamuogopa. Sisi tunafaa tufanye nini? Itakuaje? Unaelewa? Na baada alikuwa hadi akasema anaweza ungana na the other opposition leaders wa make sure wanatafuta mtu mmoja mwenye watadeal naye. But pia kitu kingine yenye iko hapa Kenya tulisema ni greedy. Unaweza sema tu wase wataungana, but at the end wanaanza kugawanya hizo kura. Sure. Inakuwa shida.
Yeah, so mimi mtu nakuwa nimeinulia mkono hapo hivyo kwa United Opposition ni Gachagua. Yeye anakuanga amejiamini. Yeah. Unaelewa? Gachagua anakuambia mimi naenda kumfunza siasa next week. Bro. Na politics ni kujiamini. By the way. Hii mambo ya he such as basi achana yeye ashinde. Ni kama unarani ni kuna muogopa. Kama unamuogopa. Ni tricky sana. Huwezi shinda kama ushaogopa mtu. Unaenda kwa vita na already ushaingiza mkia kwa miguu. Ushaingiza njeve baridi mbaya. Ni tricky.